mkoa gani umetokea? Mimi Morogoro bwana, Ifa town kwa wajanja. Ulipotokea mkoani kuja Dar es Salaam, sifa gani ambayo uliambiwa ya Kariakoo ili kufanya ukawa umeweka question mark? Bana, hii ni Mshua TV na bado tunaendelea kupiga story. Tunataka kupiga story na watu mtaani hapa leo. Watuambie kwamba bana walivyokuwa wanatoka mkoani, sawa, kuingia hapa Dar es Salaam jiji la gharama, walipata sifa gani kuhusu Kariakoo ambayo ilifanya wakaogopa sana kwenda mjini. Sasa tunataka kupiga story na vijana ili tujue kwamba namna gani walipata experience gani mara ya kwanza kuingia Kariakoo. Yes. Brother, nakwaje? Fresh niaje? Sana. Kama kawaida. Unyama? Fresh kabisa ndugu yangu. Bana, ulipotoka mkoani, na kwanza mkoa gani umetokea? Mimi Morogoro bwana, Ifa town kwa wajanja. Ulipotokea mkoani kuja Dar es Salaam, sifa gani ambayo uliambiwa ya Kariakoo ili kufanya ukawa umeweka question mark? Kariakoo bwana, cha kwanza ni sehemu ambayo niliopewa kwamba kuna wingi sana wa watu. Kwa hata ukienda pale inabidi uwe makini kwa sababu kuna wizi. Umeona hapo kuna uporaji. Kwa hata unapoingia Kariakoo, cha kwanza inabidi uwe makini sana kwa sababu unaweza kaingia sehemu afu usijue pa kutokea. Kwa hiyo nilichoambiwa cha kwanza ni umakini sana sehemu kama ile ninapokuwa. Kwanza nisiende peke yangu bila kuwa na mwenyeji. Yaani ndugu yote wakunishika mkono hivi ambaye bwana tunapita huku tunatokea huku. Ndio nilichoambiwa, umakini. Yaani siende mwenyewe yani. Na kitu gani? Hii nakufanyia kama wanaita challenge fulani hivi jamaa, unaona tunarekodi pale. Kitu gani ndio mmoja akitaka kuja geto lazima ukizingatie magetoni kwanza? Kwanza ndugu yangu usafi kwa sababu ninapokuwa mwenyewe na ninapokuja mwanamke inakuwa tofauti. Kwanza ninapokuwa mwenyewe kuna muda hata kama nimepika vyombo vinaweza vikakaa wiki nzima nisioshe. Ila ninapojua kwamba leo anakuja mama, lazima mazingira yawe tofauti. Cha kwanza usafi wa hali ya juu, kama ni kupiga 50% mpaka 90% lazima ifike, nitandike fresh, kuweka mazingira fresh, kama maji hakuna kingine. Mazingira lazima nijipange kuhusu mambo mchumba hata akija asikose mazingira ya kula msosi. Msosi ni kitu muhimu sana cha kuzingatia. Kwamba hata akija asiondoke kwamba akaondoka kwa manunguniko. Yaani aondoke awe na matamanio ya kurudi tena kesho.